Inasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Ngoja nikwambie, Yesu anatufananisha na wanawali katika siku ya kuja kwake. Yesu anatufananisha na watu 10 ambao anawagawanya kwa 5 na huku 5 na huku 5. Anasema hivi: wale 5 ni wapumbavu, wale 5 ni wenye busara. Wale wapumbavu walichukua taa zao bila kuchukua na mafuta kwenye vyombo vingine. Maana yake taa zile zilikuwa zina mafuta, ndio najua hapo utaelewa. Taa zile zilikuwa zina mafuta ya taa, ndio. Na wale wengine wenye busara, taa zao zilikuwa zina mafuta ya taa, ndio. Lakini wale wenye busara walibeba na mengine ya akiba, yani walibeba petroli au mafuta ya taa kwa ajili ya akiba, wakayaweka kama akiba. Wale wengine walichukua tu mafuta ya kwenye taa hayo yaliyomkwepo. Kama ni tenki la taa walilijaza, kama ni kitaa chenyewe kilijaa mafuta tu, kilijaa mafuta. Lakini sikiza nikwambie, katika hayo yote bado wanaitwa wapumbavu. Wanaitwa wapumbavu kwa nini? Hawakuweza kubeba mafuta ya akiba. Ngoja nikwambie, wakati huu ndio wakati wa kulitafakari neno na wakati wa kuyafahamu hayo. Unapoitwa mtu mwenye busara au mtu mpumbavu, nataka uelewe chanzo cha kuitwa mtu mpumbavu ni nini. Chanzo cha kuitwa mtu mpumbavu ni kwamba kuna wengine neno mnahubiriwa, mnalisikia, lakini hamliweki ndani ya mioyo yenu kuliweka kama akiba ya kulikumbuka. Hili neno halina maana ya mafuta. Hili neno lina maana ya neno lenyewe, kukaa nalo na kuliishi. Kuna watu wanalisikia neno lakini hawalifanyii kazi. Katika kitabu cha Matendo cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 20 mpaka 21 na kuendelea, Yesu anatoa mfano pale. Kwa hiyo unapokuwa mtu ulifanyii kazi neno la Mungu, na wewe bado unajiita mlokole, bado unajiita Mkristo, na neno nalisikia lakini unifanyii kazi, siku ya hukumu utafananishwa na kama wale wapumbavu ambao walibaki gizani. Maana ya kuwa na taa zimezimika ni kuwa umebaki gizani, na hata sasa bado unasali lakini upo gizani. Nataka nikwambie utafakari vitu hivi vitatu, vitafakari. Hebu angalia maisha yako ya kimwili kwanza, yanaendana na Biblia? Ukikuta maisha yako yaendana na Biblia, unaweza kusema kwamba mimi sijui kusoma. Sawa, hujui kusoma. Wewe sio mzinzi, wewe sio muongo, wewe sio mtu wa anasa, unapenda maombi. Kama ukikuta vitu hivyo viko kwako, yani haupendi maombi, wewe ni mtu muongo, mchongezi, mtu mzinzi na mengineo mengi na utapeli ulionao, na bado unamtaka Mungu, nikwambie unajidanganya. Mungu hapatikani kwa njia hiyo. Mungu hapatikani kwa sentensi hizo.
Ni lazima uweze kuziacha dhambi zako zote na ukae katika neno la Mungu. Hapo ndipo utakapokuwa na mafuta mengi katika roho yako, sio katika kopo. Sitaki mafuta ya kwenye kopo, sitaki mafuta yote ya kununua wala ya kuchukua. Ninamaanisha mafuta kutoka kwenye Biblia. Ninamaanisha mafuta ya Biblia, sio mafuta ya kununua wala mafuta ya kutengeneza. Sina maana na mafuta ya kibinadamu. Nina maana ya neno la Mungu lenyewe. Nina maana ya kukaa na Mungu mwenyewe. Sina maana na mafuta ya mwili. Elewa maana ya mafuta katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 1.